Kama kawaida anaitwa Topaz GR Mr. Kabrandi Kadogo. Exclusive interview para nafasi ya kuzungumza na kinyozi wangu bwana. Siku leo nimemsogelea nipigane ma story. Nipate kufahamu machache kupitia vinyozi bwana. Subscribe, like, comment kwa kupata updates zetu. Atubawi. Tunataka duniani chao. Inakuaje kama mkubwa? Shwari kaka. Kama kawa? Kama kawa. Siku leo umeamkaje labda? Nashukuru wala sio pande hizo. Mimi niko poa, namshukuru Mungu kabisa. Shema anasemaje? Niko poa. Sio. Yeah. Imekuwa ni first time kuonekana kwenye screen zetu. Unaweza ukajitambulisha labda unaitwa nani kwa majina? Kwa majina naitwa Big Seldo, hapa natokana mkeo wa OE. Yeah, mimi ni kinyozi. Yeah, tumeka katika kijiji cha Atru hapa. Au sio? Yeah. Kazi kabisa hususa sana ni ya kwako ya kinyozi. Yeah, kinyozi kabisa. Ama kuna kazi nyingine ambayo umewekeza nayo? Hamna. Kazi moja tu natumika. Okay, majina halisi ya Big Seldo ni nani? Big Seldo ni nani? Yaani majina halisi ya baba na mama. Mimi jina langu kamilifu Big Seldo. Yeah. Ndio uliopewa na wazazi wako? Ndio na wazazi. Au sio bwana? Yeah. Bebe, siku leo umeamkaje kwanza kwa Big Seldo? Siku leo nashukuru Mungu kabisa, yani kwa mzima. Uko fresh tu. Yeah. Bebe, wateja wameingia kwa wingi ama? Kawaida, mdogo tunapambana nao. Mdogo. Yeah. Mtu akiniuliza kuwa Big Seldo ni nani, naweza nikamjibiaje? Big Seldo ni nani? Naweza kujibu kama ni kinyozi. Ni kinyozi. Yeah. Maisha halisi ya Big Seldo yakoje? Yaani lifestyle yake, alisoma na watoto na familia na nini? Hani bado sijawa, nipo single bro. Yes, wewe kusana na shule? Shule niliacha shule kitambo sana. Kwa nini? Shule kwa sababu nilikuwa napenda sana kushave. Yeah. Unapenda shule kwa sababu inaweza kushave. Ilikuwa 2000 na ngapi ndo uliacha shule? Niliacha shule ilikuwa 2023. 2023. Yeah. Uliisha kwa darasa ngapi? Darasa la kwanza. Darasa la kwanza. Sala kikubwa hapo Amiti. Yeah. Secondary. Yeah. Au sio? Of course. Kwa tuseme lengo kuu la kuacha shule ni kwa sababu ya ukinyozi. Yeah, of course. Ulianza ukinyozi mwaka gani? Mwaka ambao nilianza nao ulikuwa ni mwaka mwaka juzi. Mwaka juzi. Yeah, kama sijakosea. 2020 ngapi? Ilikuwa kama 2024. 2024. Yeah, kama sijakosea, lakini kwa sababu vitu ni vingi, najua kukumbuka vitu ambavyo vilivyopita. Sometimes ni adimu sana. Yeah. Na kukumbusha, umeongea kwa uliacha shule 2023 kwa sababu ya ukinyozi. Yeah. Ukaanza ukinyozi 2024. Sasa hapo watu hawajaelewa vizuri. Nataka watu ueleweshe. Kuelewesha mazingira gani basi sijakupata vizuri. Nakwambia hivi. Yeah. Umesema uliacha shule kwa sababu ya ukinyozi. Yeah. Ilikuwa 2023. Yeah. Au sio? Yeah. Kufika 2024 ukaanza kazi ya ukinyozi. Kwa hiyo uliacha shule kwa sababu ya kusomea ukinyozi ama uliacha shule kwa lengo gani? Kwa sababu hapo mwaka kama umetofautiana hivi. Kwa sababu unajua vitu ni vingi bro, kwa sababu nishijaribu unaanza kukumbuka kitu ambacho kilichopiga sometimes ni adimu sana. Sometimes ni adimu sana. Yaani nikishaangalia mazingira yangu, yani sasa nikakumbuka ni kiufupi kwa sababu najua kwa muda msana. Muda mrefu sana mimi nimepita sasa hivi. Ila bado kijana afu unasema umesahau vitu vingi. Vitu ni vingi sana brother, kwa sababu natumika kazi nyingi sana. Na mara nipo huko, mara nipo hivi. Sasa nikakumbuka kitu ambacho kilichopita. Yaani ni adimu sana. Adimu sana. Yeah. 2024 ndio ulianza kinyozi. Yeah, nikishakumbuka zaidi sana 2024. 2024. Yeah. Lengo kuu la ukinyozi ilikuwa ni nini? Na leo kupa idea labda kusema mimi natakiwa niwe kinyozi alikuwa ni nani? Hamna, mimi mwenyewe nilijisikia tu mwenyewe. Yaani nilijua tu film ikaifika kichwani na kwamba nianze kushave. Yeah, mimi nilijisikia peke yangu mwenyewe, nikaacha niamue. Nijisikia nilivyoamua tu mwenyewe. Kwa tuseme ni maamuzi. Ni maamuzi tu. Hakuna mtu yote ambaye alikwambia labda mdogo wangu ingia kwenye kazi nini na nini? Sijamwambia na mtu yote yule. Yeah, sema mtu yote yule kabisa. Hakuna mtu yote ambaye alikwambia. Au sio? Of course. Mojawapo ya labda tuseme mtoto akiacha shule kwenye familia familia waga wapendi. Right. Na ulivyoacha shule ilikupa ugumu gani labda mpaka ukafikia kupata nguvu mpaka leo upo kwenye kazi yako ya kinyozi? Kipindi naacha shule kwa sababu ilikuwa ni ugumu wa familia. Lakini inibidi niongee nao kwa sababu ni familia, nikajaribu kuongea nao lakini wakanielewa. Wakanielewa kwa sababu kaniuliza kwamba utafanya kazi gani? Nitakwambia nitakuwa kinyozi. Basi poa, hamna shida. Ndio walivyoniambia, lakini ilikuwa ni fujo sana kwa familia, lakini sometimes najua familia inakuwa lazima kutakuwa kuna ugomvi, lakini sometimes tutaongea yatapita. Yeah, kwa sababu uliongea familia wakakuelewa yakapita. Yeah, wakanielewa na pia ikapita. Yeah. Kwa sababu nifanya kazi kwa sababu wale nisijine nikafanya vitu vingine, maamuzi ambayo ajabu. Ambayo ikatokea hivyo tu. Lakini tunaelewa kuwa shule ni kufungua maisha. Yeah, ni kweli. Na kwa nini labda ukutaka kusoma ili uwe na kufungua maisha?
Siwezi nikafanya kama ni ufungua maisha, kwa sababu ufungua maisha kuleta hela. Na nataka nifanye mwenyewe akili yangu mwenyewe nilete hela. Kwa sababu kwenye kutafuta kwangu nilikuwa nakuwa napata hela. Yeah. Sasa kwa anaweza kuwa nilikuwa nasoma, unajua shule za kamili kwa sasa hivi labda nakuwa nipo nasoma lakini sita msingizi hela chochote kitu. Lakini kama anaweza kutafuta peke yangu inakuwa ni kesi sana. Yeah. Big Seldo ni mtu wa umri miaka mingapi? Naam? Una umri miaka mingapi? Kwa sababu ni miaka 19. 19. Yeah. Alafu nasema umeacha shule 23. Kwa hiyo tusifika kama 17 hivi ama 16. Yeah, ndio maana hiki kipindi cha kwanza, kwa sababu kumbuka kitu ambacho kilichopita sometimes ni demu sana. Yeah, kwa sababu vitu ni vingi sana ambavyo nafanya. Unajua, sisi ni kitu ambacho kilichopita zamani. Yeah, hiyo ni kweli. Okay. Hivi vinyozi waga mnapata faida gani sana tofauti na hela? Yaani kwenye kazi yenu ya vinyozi tukitoa la pembeni, faida gani ambao waga mnaipata sana? Faida? Kama faida gani? Ndio mimi nakuuliza ni kwenye ukinyozi. Yeah. Kutoka kwa sababu unafanya kazi kwa sababu ya hela. Yeah. Tukitoa hela kuna faida nyingine ambazo waga mnazipata? Zipo. Kama faida gani? Faida nyingi, kwa sababu unajua ni siri ya kinyozi. So dai naambia watu hapa. Unataka tu wajue labda mimi naweza nikataka leo niwe kinyozi. Kinyozi kwa kinyozi, kwa sababu unajua ni siri yangu. Sasa nikaambia mtu yote kama nikwambie vipi, unatopazi hamna sasa ni kitu ambacho sasa nikakiongea. Kama hutaki kuongea basi tupe kama 2 hivi ama 3, kwa sababu tuseme kuna hiki na hiki na hiki basi. Yaani hata nini nikwambia, yani sasa nikakwambia ni kifupi. Sasa nikaongea. Uweze kuongea. Asio. Changamoto gani ambazo waga zinawasumbua sana mkiwa labda kwenye kazi yenu hii hapa? Nini sijakupata? Changamoto. Yeah. Changamoto ni nyingi sana brother. Unakuta kunafika mteja tu hapo anakuja kuambia eti ni mshevu, anambia shilingi 1000 mara anakataa. Anambia 2000 mara anakataa. Na kwa changamoto zinakuwa nyingi sana. Mara kunafika familia hapo nyingi, watoto wanaongea sana. Yaani changamoto zipo nyingi sana za kazi. Unajua ya kusikia jaribu kwenye kazi. Yeah. Changamoto nyingi sana katika kazi. Umesema kuna changamoto moja wapo, lakini hujasema changamoto kubwa sana. Maana mimi nishawahi kutembelea vinyozi wengi. Yeah. Na wengi waga wananiambia kwa kuna changamoto hii hapa na hii hapa na hii hapa. Kile umesema za kwako binafsi. Labda unaweza kutuambia zote ili watu wajue, labda mtu asikurupukie ukinyozi. Changamoto ambazo zipo hapa kazini. Kuna ile changamoto ambayo labda kunakuja mtu huko, anakuja eti kwamba ananyili aje atumikie huduma. Anafika hapa katika ofisi au karibu namkaribisha. Kwa sababu kuna wengine anafika sometimes anauliza bei shilingi ngapi? Kuja unakuta unamlilia shilingi 1000. Hata kunafika changamoto kwamba nishevu kofi fulani na mshevu, lakini kuta sometimes tena anabadilika. Umenishevu vibaya, nipeshie langu. Unaona? Si tatizo na pia inakuwa inazingua sana. Changamoto zipo nyingi na so zaidi ya hiyo tu. Ni bebo sana bro. Ni nyingi sana. Vipi hakuna changamoto za watoto wa kike nini? Hizo zikose kiongozi wangu. Mbona hujaziongea lakini? Changamoto nyingi za kike? Ni kibao. Basi tuambie hata kama 2 kwa upande wa watoto wa kike. Upande wa watoto wa kike kuja kusheviwa. Tutakiwa kwa sababu changamoto zao sometimes zinakuwa zinaeleweka kidogo, mtu anaanza kazi mudu. Yeah. Kama changamoto gani? Tutakiwa anakuja hapa anakuja kutoka nataka niweke dawa. Na mweka dawa sasa kutoa sometimes namkuja na mweka dawa, nywele zinaanza kukatika. Anasema kwamba dawa nakata nywele. Hivi na hivi, akasema hapana, nywele zako mbaki zilivyo, lakini sometimes anashinda kunielewa. Anakuja kunipelekea sifa ambao sijaifanya. Anakuja hadi sometimes anakuwa anakosa wateja. Ni changamoto zingine za kike hizo. Au sio? Yeah. Hivi mtu akitaka labda kufanya kazi na Big Seldo, kwa sababu sisi tunafahamu hapa kambini kuna desturi ambayo tuseme wapigaji wa makeup, lakini tunafanya makeup hadi hapa. No. Hamfanyi makeup. Atuseme tu kwa vinyozi. Kuna mtoto kike ambaye labda amepata bahati ya kuolewa, anaingia zake kwenye ndoa, kuna siku special kwa sababu ya kumtoa nje ili watu wamuone. Una maadili ya nyumbani, nadhani unaelewa. Kwa sababu kwenye masuala kama na hayo kunaitwa kinyozi kwa sababu ya kutengeneza labda nywele. Utengenezaji wenu nyinyi wa nywele wengi huwa wanalalamika sana. Wanasema kwamba fulani asharibu nini na nini. Kwa hiyo mtu kama anataka kufanya kazi na Big Seldo, anaweza akafanyeje ili akupate ili mfanye naye kazi? Ni vitu vya kuongea bwana. Kuja nifuta ile tujaribu kuongea. Yeah. Nataka nifuta kwa sababu tuongee. Sasa akufahamu, anasikia tu ni mtu fulani. Kwa hiyo anaweza kafanyaje ili mkutane, muongee, mfanye kazi na kuendelea? Nataka nifahamu tukutane. Kwa sababu lazima kwa sababu kama nataka kunifuata lazima atanifuata Facebook kwa sababu ana account yangu ya Facebook. Yani andika Big Seldo kinyozi. Anaweza kafika kule anaandika jina atanipata. Alafu unajua kuna namba yangu ya simu atanikola, baada tutaonana. Mtaonana. Yeah. Kwanza mtu akitaka kupata mpaka ingia Facebook. Yeah. Hakuna njia nyingine kabisa. Njia nyingine ipo. Hata kama nataka kunitafuta anaweza hata kwa watu Big Corner Big Seldo ni kwa sababu anakaa on air hapo. Sipo mbali sana. On tu hapo. Anauliza fresh.
atamuelekeza na pia atafika. Okay. Yeah. Kwa tuseme kuuliza na Facebook tu. Yeah, vitu ambavyo unaweza kumpata Big Selby. Na hata ofisini nipo hapa. Ikitokea mtu labda ni mzee atumi Facebook, anaweza kafanyaje? Atafika ofisini. Atafika ofisini. Hapa fahamu ofisini. Anafahamu ofisini kwa sababu atauliza. Anatakiwa uulize, nataka nifike katika salon ya Big Selby. Ni maeneo gani? Atamuelekeza. Kwa sababu vijana ni wengi sana ambao wanajua sehemu. Yeah. Yeah. Hivi kwa mwezi waga mnaingiza kipato gani cha hela, ama tuanze kwanza kwa siku. Waga mnapata kipato gani soko kwa vizuri kabisa? Kwa siku. Kwa siku inakuwa na matumizi ya wateja gisi walivyo. Unakuta anapiga hata shilingi 20,000, 20,000, 30,000. Inaenda napanda idadi. Hata kushuka na zile inaweza ikashuka. Yeah. Lakini kawaida sana, maana kuna ile kawaida inaona kawaida hapa nikipiga 6,000 kwa siku hapa ndio kawaida kabisa, ni kiumba. Kawaida. Kawaida hapo kwa sababu inatokana na nini? Peke yangu mwenyewe, kwa sababu sasa nikakwambia.